Wataalamu na wadau wa miliki kuu yani real estate kutoka nchi za Afrika Mashariki wamekutana kwa siku 2 jijini Arusha. Pamoja na mambo mengine, wamejadili nafasi ya wataalamu na wadau mbalimbali kwenye sekta ya ardhi na miliki kuu na jinsi ya kuboresha sekta hiyo. Katika mjadala kuhusu sheria mpya ya miliki kuu au real estate inayoandaliwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Tanzania, lilijitokeza swala la madalali ambao wanatambuliwa kama sekta isiyo rasmi, lakini wamekuwa ni daraja la kuunganisha wauzaji na wanunuzi wa ardhi, nyumba na makazi ya kuishi. Mwakilishi wa madalali katika kongamano hilo, Emmanuel Njavire kutoka Tanzania, anashawishi sheria hiyo iwatambue rasmi madalali. Kumekuwa na mtazamo kwamba kila dalali ni tapeli, kitu ambacho pengine sio kweli sana. Na hoja za kujadili kuhusu udalali tunazitoa kwenye jinsi ya kuboresha sekta zisizokuwa rasmi, the informal sector. How do we improve the informal sector? Na tumekuwa pia na maelekezo, ukiangalia mipango yetu, mipango ya National Development Vision, pamoja na mingine tunasema sekta zisizokuwa rasmi tuzitengeneze ziwe shindani, ziwe shirikishi na ziwe jumuishi, kwa maana ya competitive, participatory and inclusive. Kwa hiyo tumekuwa na nafasi ya kujadiliana, lakini pamoja na mengine tumekubaliana kwamba tuna haja ya kuhakikisha sisi kama wadau tunatoa mawazo yetu na maoni yetu kwa mamlaka, ikiwa ni pamoja na wizara, na kushirikiana nao ili kuhakikisha tunaboresha sekta yetu na madalali waboreshwe kwa maana ya utendaji wao wa kazi, lakini pia tuwatambue ili hii kazi ambayo tunafahamu kuna watu wanaishi kwa shughuli za udalali, kuna watu wanapeleka watoto wao shule kwa shughuli za udalali. Na hapa tunatakiwa kuwa makini sana, na sisi pia kama wataalamu tunashauri, tunachosema hapa sio kuwazuia madalali wasifanye kazi, hapana, ila ni kuboresha njia zao za ufanyaji kazi ziendane na mipango ya serikali, lakini pia ziendane na mipango ya kuboresha sekta yetu, sio kuwakataza wasifanye. Na sisi kama wataalamu pamoja na mengine, madalali ni watu ambao ni watu wa taarifa. Ukihitaji, kwa mfano unafanya uthamini, unahitaji taarifa ya mtu mwenye uzoefu wa eneo fulani, utamtafuta dalali kumuuliza. Kwa lazima tofautishe madalali wanaofanya kazi zao kwa uaminifu na watu ambao ni matapeli lakini wanajiita madalali. Nadhani lazima tuchore huo mstari ili mtu akifanya kazi kwa dalali afanye akijua kwamba uchumi wa nchi unategemea uhalisia wa taarifa anayoitoa. Ukisema nyumba inauzwa milioni 10 wakati ukweli ni kwamba inauzwa milioni 2, ujue wewe naweza nikasema ni kama vile unataka kuhujumu uchumi. Kwa hiyo tunatamani kutengeneza sekta ambayo itakuwa shirikishi, jumuishi na shindani. Na tunapozungumzia sekta za ambazo sio rasmi, tunaangalia pia mazingira halisi ya Kitanzania. Kama ni kodi ya serikali ilipo kwa ukamilifu wake, lakini pia tusizuie shughuli za kawaida za udalali kuendelea. Kitu ambacho kwanza tunakubaliana, tunahitaji kuregulate, lazima turatibu shughuli za udalali kwenye nchi yetu. Hilo ni jambo ambalo tunakubaliana. Jambo ambalo sasa bado tunaendelea kujadiliana ni tuna regulate vipi. Tutakuwa na ulazima wa kila dalali kuwa na ofisi? Je, hilo linawezekana? Ni kweli kwamba kila dalali anahitaji kuwa na ofisi? Sasa sisi kama wataalamu tumekuwa pia tukichangia mawazo kwenye hilo. Kwa hiyo tunajaribu kujadiliana ili tutengeneze mfumo ambao Watanzania wa kawaida wataona, kwa sababu udalali unaajiri watu wengi, wasione kwamba mbona sheria inataka kuja kutuweka pembeni. Hapana, sheria inakuja kuboresha, kama nilivyosema, tuwe na sekta zisizo rasmi lakini tuziboreshe, kwa sababu tayari tunazo na ndio the norm of the day. Actually tunasema informality is not an exception. Swala lingine lililoibuliwa kwenye kongamano hilo na mtaalamu mbobezi wa ardhi na majengo Profesa Joseph Kironde ni kuhusu makazi duni na ujenzi holela, akitaka nchi iwe na sera mahususi itakayosimamia masuala ya nyumba kuanzia ngazi ya chini. Lakini pia rais wa jukwaa la wataalamu wa miliki kuu Tanzania anayemaliza muda wake, Andrew Kato, akishauri sera kuainisha viwango vya nyumba zinazojengwa na kuuzwa. Nafikiri sera ya nyumba ingetusaidia sana. Yani ingetusaidia kwa sababu serikali ingekuwa, huwezi ukawa na sera labda ukaweka sandukuni, ingekuwepo na inatekelezwa. Nafikiri kwa mfano unazungumza swala la mafuriko. Sasa huwezi ukawa na sera alafu watu wakaenda kujenga kwenye mafuriko. Ni lazima utahakikisha kwamba watu wanajenga mahali palipostahili. Kumbuka pia kwamba kwenye serikali zetu za mitaa hakuna idara za nyumba. Sasa kwa hiyo yani hata kama tunazungumza sera uende labda inajulikana tu wizara, lakini kule kwenye serikali za mitaa hakuna chombo chochote ambacho kinaangalia ujenzi ukoje, quality ikoje. Basi tu watu tunajenga. Kwa hiyo kama alivyosema Profesa Kironde, kumekuwa na hombwe pale wizarani, kwa maana ya kurugenzi ya miliki
imekuwa haikuwepo, lakini pia na sera ya nyumba ilimezwa kwenye sera ya makazi. Kwa hiyo kwa sababu hatakuwa na sera ya nyumba, kwa hiyo kwenye wizara lilikuwa ni kama danadana kama alivyoeleza Profesa Kilonde, kwa sababu kumekuwa na kamishna wa ardhi, kuna msamini mkuu na mkurugenzi wa mipango miji na mkurugenzi wa upimaji, lakini swala la nyumba limekuwa lina kipaumbele. Ndio maana tunaposema low cost hatujui au low is low, affordable housing hatujui affordable ni ya kiasi cha bei gani, lakini tumeona nyumba zinajengwa za bei nafuu huko chini kiasi kwamba hata mwalimu wa shule ya msingi hawezi kununua, lakini bado zinaitwa nyumba za bei nafuu. Kwa hiyo kutakuwepo na sera, kumekuwa na changamoto kwa sababu hatujui nyumba ya bei nafuu inatakiwa ianzie kiwango gani, kwa sababu sisi kama wataalamu tunafikiri nyumba ya bei ya chini inabidi iangalie kima cha chini cha mshahara, kwamba mtu anayepokea mshahara wa kima cha chini cha mshahara kwa taratibu za benki kuu akishakatwa hela yake yote, ambaye anaweza akabaki na minimum spendable income, ile ndio iweze, kama anaweza akalipa mkopo, ile ndio iweze kuwa bei ya bei ya nyumba ya bei nafuu. Tuseme ukweli, kwa Zanzibar bado ni hali iko hivyo hivyo, kutokana bado mpaka sasa hatuna sheria kamili inayotugovern katika mambo ya real estate. Kwa sasa hivi Zanzibar mambo ya real estate yanakuwa under sheria ya condominium namba 10 ya mwaka 2010. Kwa hiyo nahisi kimsingi kutokana na kutokuwepo kwa sheria ya kugovern real estate ndo hayo mambo yote mnayosema ya madalali na yanatokea.